Unajua, katikati ya miungu yote hakuna Mungu aliye kama Mungu wetu. Yeye ni Mungu wa kipekee. Yeye ni Mungu mwema, yeye ni Mungu aliyejaa upendo, Mungu anayetuwazia sisi mawazo mazuri. Unajua, miungu mingine yote inataka watu wakae mbali nayo, watu waiogope, wajenge hofu dhidi yake. Lakini Mungu wetu sisi anasema watu wamkaribie. Yeye ni Mungu ambaye anajenga upendo katikati na watu wake, katikati yake yeye na watu wake. Na ndio maana ni Mungu wetu tu, Mungu wetu pekee anajitambulisha kama Baba. Kwa wengine wote ni Mungu wa kuogopeka, lakini kwetu sisi anajitambulisha kama Baba. Ni kwa sababu anatupenda, anatuwazia mawazo mazuri. Na mimi ninaamini yeye ana mpango mzuri juu ya maisha yako, mpango unaohusisha kukustawisha na kukuongeza. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninaitwa Mwalimu Daudi Mwalizo na ninakukaribisha katika maisha ya ushindi. Neno la Mungu linasema katika kitabu cha Zaburi 35 mstari wa 27, washangilie na kufurahi wapendezwao na haki yangu. Naam, waseme daima, atukuzwe Bwana apendezwaye na amani ya mtumishi wake. Maandiko yanatuonyesha ya kwamba kumbe watu wa Mungu wanatakiwa washangilie, wanatakiwa wafurahie, kwa sababu Mungu wetu ni Mungu anayependezwa na amani ya watumishi wake. Piga picha hiyo. Mungu anapendezwa, anafurahishwa na wewe ukiwa na amani. Mimi ninafahamu jambo hili ya kwamba ili wewe uwe na amani kuhusiana na afya yako, yeye akikuponya wewe unakuwa na amani. Ukiwa hauna magonjwa wewe utakuwa na amani. Ukitembea katika baraka, uchumi wako umekaa vizuri, hali ya kifedha haikusumbui, wewe utakuwa na amani. Na ndio maana neno linasema kama hivi, atukuzwe Mungu, kwa sababu yeye ni Mungu ambaye atafanya lolote linalotakiwa kufanyika ili wewe uweze kukaa sawa katika maisha yako. Yeye ni Mungu anayekuwazia wewe mawazo mazuri. Unajua, yeye ni Mungu anayekupenda, Mungu anayekujali, Mungu ambaye anataka ahusike na maisha yako ya kila siku. Yeye anakuwazia mawazo mazuri, ana mpango mzuri juu ya maisha yako, mpango wa kukustawisha, mpango wa kurejesha tumaini, mpango wa kukutoa katika hiyo changamoto unayopitia. Na anachotegemea au anachotaka kwako ni wewe umwamini tu, wewe umtumaini, wewe umshirikishe katika shida zako. Neno linasema atukuzwe Bwana apendezwaye na amani ya mtumishi wake. Mungu anapendezwa na kukuona wewe una amani. Anapendezwa akikuona wewe una furaha. Akiona ndoa yako inaenda vizuri, yeye Mungu anafurahia. Akiona wewe unakuwa na afya na watoto wako na ndugu zako wanakuwa na afya, yeye ni Mungu anayefurahia jambo hilo. Akikuona biashara yako inakaa vizuri, hali yako ya kiuchumi iko vizuri, iko imara, yeye ni Mungu anayefurahishwa na hilo. Mungu anafurahishwa na kila hatua yako ya maendeleo unayochukua. Ndio maana yeye anakuambia, niite nami nitakuitikia. Kila mara unapokutana na changamoto, yeye anakukumbusha, niambie tatizo lako, kwa sababu yeye anataka usike na maisha yako. Huyu ndiye Mungu ambaye ninaongea habari zake. Yeye ni Mungu mwema, Mungu mwenye uweza, Mungu asiyefananishwa na miungu mingine yoyote. Huyo ndiye Mungu wangu na ndiye Mungu wako. Anataka usike maishani mwako siku ya leo. Kama ukimruhusu kupitia maombi, basi Mungu anaweza akakupigania kila vita unayokutana nao. Kumbuka, Mungu anafurahishwa na mafanikio yako. Mungu sio adui yako, Mungu ni baba yako. Yeye hayuko kinyume chako, yeye yuko upande wako. Yeye atapigana dhidi ya maadui, lakini hatapigana dhidi yako wewe. Lazima utambue ya kwamba Mungu anataka usike maishani mwako, lakini wewe una sehemu katika hilo jambo, na mpango wake mzuri aliokuwa nao, wewe una sehemu ya kufanya huo mpango uwe halisi, na ni kupitia maombi. Jinsi unavyozidi kuomba ndivyo unavyozidi kumruhusu ahusike katika maisha yako. Kwa hiyo ndugu mpendwa, nataka ufahamu jambo hili na usilisahau kamwe, kama Mungu anapenda kukuona wewe ukistawi, anapenda kukuona wewe ukiwa unafanikiwa. Na ndio maana yeye anakuambia, ukiona mambo hayaendi sawa, mshirikishe, mwambie shida yako, na yeye atakupigania, yeye atakutetea, ili aendelee kukuona ukiwa unastawi, ukiwa unakuwa, ukiwa unaendelea. Mungu akubariki na kutakia uwe na siku njema yenye baraka tele. Amina.